kaenda akakaa msituni, ndevi ikamea, kucha zenyewe zikafanya nini? Are you trying to imitate Nebuchadnezzar manini? Hallelujah. Praise the name of the living God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mdada anasema mimi na hii nywele expensive, vumbi iko kanisani. You are not serving. You won't see doors of greatness towards you. Sema shughuli ya unajua sisi tangu tuomoke, sisi tangu Bwana atuonekanie. We cannot be doing petty things. Hizo wacha tuachie mahustlers. No. People ambao Mungu anafungua milango for greatness. Hauja experience greatness. When you experience greatness, hata wewe mwenyewe utakaa unakaa, people will come for you. People will look for you. That is now when you realize, kumbe God has lifted me. Praise the name of the living God. Hallelujah. Wewe hata kijiji hijakujua, wewe hata ward hijakujua, hijajua una exist. Mungu anakuinua paka kijiji, ward mzima na constituency, paka mbunge anajua niko na mtu mahali fulani. That is now God is opening doors of greatness. Na hata mbunge akikujua by name, wewe ukipigia mbunge hivi kutoka kijiji yako anasema, yes, Mr. Wanyama, what are you saying? Unamwambia, we are having a challenge of electricity in this place. Please, member of parliament, do something. Anakusikia na anakuheshimu. Why? Because God has lifted you. Wewe naye unaweza muadvise na unaweza uliza kitu na asikie. Hallelujah. Praise the Lord. But the challenge with we Christian brothers and sisters, ndio umeanza kupanda ladder. Kakibori kidogo kanaingia, majivuno kidogo, masani machache. Pastor, unajua nowadays deals zimekuwa mingi, deals zinajipa kujipa. So pastor, look for somebody. Angalia wale majamatu wenye wana idol huko kanisani. Ndugu, we need to plan this, we need to do this. Pastor, shughuli zimekuwa mingi, kuja tufanye kitu hivi, unaanza kujibeba kidogo. Pastor, I can send my money. Okay, it's good to send money. Let the money work for you. Niliona wamama siku zingine wakisema, if I'm not coming, I will send some money. Wale ambao wanakuja kufanya cleanliness walipwe. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. You rather think twice, my sister. You rather think twice, my brother. God is lifting you, but God works with obedient people. God works with people where whenever God is doing something, it's as if nothing has happened. God is lifting them, and whenever God is lifting them, they increase the way they give. They increase the way they are available. They start loving God more and more. Mtu ambaye hakukuwa anakuja hata maombi wakati Mungu anaendelea kumuinua, anaanza kupatikana. Ndugu ametufunza hapa wakati ya kutoa, akisema ya kwamba through this giving God will open new doors. God will elevate us. Na unapata mtu wakati Mungu anaanza kukuinua, unatakikana you increase even the level of your giving. You are telling him that the more you bless me is the more I will give you. So continue to bless me and I will continue to do it. Sasa Mungu anakupea, wewe unampea. Mungu anakuinua, unaendelea kutoa. Mungu anakufikisha juu, inafika kiwango ambayo unaweza simama hivi mtu mmoja na unasema, I want to build a house of God. If you allow me, church. Yaani tena unakuja kwa unyenyekevu. You have the money, you can do it. Na unakuja unasema, church, if you allow me, can you allow me? I feel like building this house of God. Hallelujah. Because God has lifted you. And the more God has lifted you, the way God has given you more money, the way God has blessed you, the more you want to work for him. Amen. That is a secret to open doors. Hallelujah. Lakini majivuno kidogo na yetu kiburi kidogo ya pesa 8 hii inatufanyanga tunakwama. Mungu anakupandisha ile alafu anakupimia. Si tumeambiwa katika Malachi, test me. If you are not doing this, you are cursed. Kasi imetoka kwa nani? Kwa Mungu mwenyewe. Hallelujah. Praise God. So unaweza pata watu vile jinsi Mungu alituumba katika haya maisha. We have different destinies. God has destined us for greatness. Lakini katika hiyo greatness Mungu alituwekea kabla tujazaliwa. Kabla baba na mama hawajajua kuna mtoto kama wewe utazaliwa. There is a destiny that God had put into you. Your star, God had put it into your life. But unapata katika the way we are operating in this life, sometimes inaweza make our star dim or our star to shine more. And one of the things is that we need to be
We need to believe in God. We need to trust. We need to be obedient to him fully when we are born again. Na wakati Mungu anatuinua, the more humble we become. Mungu asikuinua wakati ana enlarge your court, Mungu anakutendea alafu anasema hesabu zangu na akili zangu. No. Brother, what is the secret? I like these people ambao unaonanga social media wanakuuliza, si mtuambie mlifanikiwaje, alafu anasema ni God maze. Yani I don't have many things to say because kuna watu wako na bidii kutuliko. Hallelujah. Kuna watu wako na hesabu kutuliko. Kuna watu wanakat deals mpaka saa 7 ya usiku. Lakini ukifuata maisha yao, there is nothing they can account for. Kuna watu wako na bidii kukuliko hata vile uko hivi. Kuna watu wana mishahara kubwa sana kukuliko. But go back to their lives. Iko nzige inakula, iko parare inakula, the locusts zinakulanga. Akipata pesa hivi kuna vitu inamkula. Iko watu wanapata pesa mingi, wako kwa scale ya salary ile kubwa. Hapa tunaangalia hivi alafu unajiangalia wewe na scale yako na vitu Mungu anakusaidia. Ni God. So stay humble and God will continue to open great doors for you. Hallelujah. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. So let us continue serving. As we continue serving, God is going to open great doors. Doors of greatness. Bado hatujafika, ndio tunaanza. Na usikaenge kai maisha unakaa ni kama ati Mungu ati nilijenga nikanunua kaplot vile nilikuwa natamani, so I'm where I am. No. Solomon anasema mumtumikie Bwana kwa nguvu na bidii, kwa sababu mahali ambapo mnaenda hakuna kutumika. Where we are going after this life, we will all lie under the soil. Where we are going, we can't serve God. Where we are going, we can't work for God. So whatever God has given us the ability to achieve and do, tufanye bila limits. Praise the Lord. Praise the Lord. Kama ni biashara Bwana amekuwekea, ifanye na bidii yote. Kama ni kazi Mungu amekuletea, ifanye na bidii yote. Study, angalia, jifunze, how can I make these things to grow. Naweza fanyaje ukulima yangu iende zaidi? Hii kitu unafanya ya one scale, ifanye iwe to a large scale. Tia bidii, ni kwa sababu we are here for a season. Sisi ni kama maua, inatoa maua wakati yake, inafika mahali inaanza kunyauka, alafu kanakauka na kanaanguka kwa mchanga, alafu the ants zinakuja zinakavamia zinakakula, na hiyo story inafanya nini? Inaisha. Hallelujah. So as God is planning for us, as God is opening doors of greatness to us, we should be obedient and work and work and work. Serve God the way David served God. When he went to the battlefield na akakutana na mandugu zake wako na wasiwasi, because he was serving, akakutana na timing ya Mungu. Hallelujah. Praise God. Number 3 is that whatever the things that we should have for us to experience open doors is for the timing of God to come to our lives, for us to operate in the timing of God. So wakati David alikuwa na serve baba yake kukuwa mtiifu, ameenda paka war front. Ingekuwa mwingine hata angesema mimi siwezi enda huko, mahali vita inapigana, baba wewe mwenyewe enda. But because it was the timing of God, David wakati kanafika na chakula hivi, sasa ndio wakati Goliath anaanza kuzungumza chafu. Na kwanza kusema nyinyi leo mtanijua mimi naitwa Goliath. Mtajua kwamba jeshi la Filisti ni sisi, na sisi ndio jeshi la Filisti, na mimi ndio jemedari mkuu kwa jeshi. So the timing came at the right time. Na hizi vitu zinaambatana ni kwa sababu when you are serving, ukiwa kanisani, you are serving God, you never know the timing. And it is my prayer that the timing of God be now in Jesus' name. Because you are found in this fellowship. Mungu afanye vitu zako na ibada ya leo zilingane. Bwana akutanike na maombi yako. Kila mlango ambayo ulikuwa unatazamia Bwana aifungue, mlango ya kuinuliwa, ifunguke kwetu leo katika jina la Yesu Kristo. If you believe, shout a big amen. Ni kwa sababu bila timing, kuna watu wengine wanakosanga ibada.
alafu ukikosa ibada, kumbe ilikuwa timing ya Mungu. Because you are not serving. Kuna kitu ilikuwa ukuja ufanya hapa. There are people who have just done some work in the house of God. And through it, it was the timing of God. Mungu anaguzwa naye na anakubless. Hallelujah. So it is good not to it is good to realign yourself, because you never know the timing of God. Sisi tumeingia katika ushirika mwingi. Tumeattend fellowships, na kila fellowship inakuanga na kusudi la Bwana. So unajipata wakati umeambiwa kwamba do this, do that. Ndugu ametuambia hapa wakati anakisia ya kwamba milango iliyofunguka kwake ilitokana na yeye kumbariki mtumishi wa Mungu na shilingi ngapi? Hallelujah. First of all, he was obedient. That's why he was found in that fellowship. Huyo mtumishi alikuwa amealikwa. Na wakati alikuja kwa maana alikuwa obedient. And that's why it is good to be obedient. Regardless of the situations in your life. Regardless of the challenges, be obedient in any other service. Be obedient in any other fellowship. Hallelujah. People of God are gathered. You hear that we are going to have a prayer service. You hear that we are going to have a revival meeting. You hear that there is a fellowship. It is a Sabbath. Always intend to attend. Because when you intend to attend, you never know. It could be the timing of God. Daudi alitoka akiwa in obedience to his father, akapeleka chakula. Hallelujah. Na wakati alifika hivi, the timing was ripe. Because Mungu alipanga David asikie dhihaka, asikie matusi, asikie kujigamba ambayo Goliath alikuwa anajigamba nayo, alafu roho yake ichemuke. Ikichemuka, hawa jamaa wakikimbia anauliza Sauli, huyu anafanya na anaambia utapewa bindi ya mfalme. Hiyo ni kitu number 1. Sauli akasema, lakini utaweza kweli? Experience? Zero experience. Kijana, umeipigana vita? Unajua kushika bunduki? No. Unajua kushika panga? Unajua kuhepa? Kama wale wenye walikuwa wanaangalianga, alikuwa anaitwa Charlie Chaplin, ile ya alafu nasikia king, akaambiwa hiyo sijajua, akapewa magwanda, akavaa hivi kidogo, ile ya kijeshi, iko na breastplate, iko na helmet. Akaona hapana, hii ni mzito sana, hebu mzitoe. Wakasema na unaenda kupigana aje na huyu jamaa? Hata kutupia tu mkuki unajua kudoja? Hapana. Akasema niko na sling yangu hapa, niko na jembeo. Na kwa sababu yeye alikuwa anaona opportunity, alikuwa anaona this great man, surface area ni kubwa. Ile mawe ndatoa hapa, haita miss. Kwa sababu kichwa ni kubwa, kifua ni kubwa, miguu ni kubwa, ni lazima nikizungusha mimi Daudi. Kama huwa anapiga simba na ni mdogo hivi, kama anapiganga bea na ni mdogo hivi, na sembuse hii pandikizi la mtu. So David didn't see a giant, he saw a great opportunity. Praise the name of the living God. And regardless of your life, regardless of the giants that you experience in life, see them as opportunities. Because when you see them as opportunities, it is going to be a door that is going to open unto you for greatness. Hallelujah. Praise the Lord. Hey, we pass through so many challenges. We have the Goliaths of our lives. But when God has planned to open a door unto you for greatness, giants come. And when giants come, you need to capitalize on what God has ever done in your life. Is there a place? Kuna sehemu katika maisha yako ambapo uliwahi mtumainia Bwana na ukaona uaminifu wake. Daudi alikumbuka the way God was faithful when he was in the wilderness taking care of the sheep. Na Mungu wakati alikuwa pamoja na yeye alijua kwamba hangeweza kuua simba, hangeweza kuua dubu kwa nguvu zake mwenyewe. Alirecognize that na akaambia mfalme, the God who helped me kill the lion in the wilderness, the Lord who helped me deal with the bear, that God is going to help me finish this uncircumcised Philistine. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. May God open doors unto you in Jesus' name. Amen. May God open doors unto you in Jesus' name. Amen. Not just doors. May God open doors for greatness in your life in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Those doors may be dotted with giants here and there. Doors of greatness may be dotted with giants. You look at a giant ambaye amesimama,
Mungu anabadilisha giants zinakuwa opportunities. Hallelujah. Challenge ambayo inakuface hiyo inakuwa opportunity. Unaiface na kwa maana wewe ndani mwako you have faith that God is on your side. And if God is on our side, who shall be against us? David attacked the giant, not because he had done so much practice. He was naive as he was, but he attacked and killed Goliath. Hallelujah. Praise the name of the living God. Amen. It is my prayer that God will open doors to us, doors for greatness in Jesus' name. Amen. It is our season of moving from greatness to greatness. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Regardless of what you have passed from January to July, it is my prayer that God open doors for us. Doors that are going to elevate us. Doors that people will come and ask, how did you do it? How did it happen? And you will tell them, it is what? It is God. You will tell them, it is God. What will you tell them? It is God. Hallelujah. Amen. Hey, Mungu akuinue. Hizi challenges ambazo zinapitia, hizo challenges Mungu azibadilishe zikuwe into opportunities. Unajua open doors azikujangi watu umetoka huko umeona ile ni mlango. Challenge inakuja inakuwa kubwa. Alafu kwa hiyo challenge kwa sababu ya uaminifu, unaangalia uaminifu wa Bwana nyuma ya maisha yako. Alafu kwa huo uaminifu ambao unaweza hesabu pale nyuma Bwana alikufanyia. Ina build faith yako. Then you look at the challenge that is before you. You pull down the challenge. You have emerged and moved to through a door of greatness in your life. Hallelujah. Amen. Praise in the name of the living God. Amen. God has a timetable for your life. And it is my prayer that the timetable that you are moving through the door of greatness be now in Jesus' name. Amen. Just that God made a timetable that when Goliath was speaking ill of the armies of God, that was the time that God was going to raise David. It is my prayer that the timetable of your life be now in Jesus' name. Amen. It is my prayer that the time for open doors to greatness be now in Jesus' name. Amen. If you believe, shout a big amen. Amen. Struggles will begin to produce results. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. This is your year, whether enemies like it or not, in Jesus' name. Amen. This is your year, whether enemies like it or not, in Jesus' name. Amen. If you believe, shout a big amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sometimes in life we live, and we just live, and we continue living. But it comes a point in life when we have to come to the reality. We ask ourselves, what is the plan and purpose of God in my life? You reach a time when you say that, God, no, enough should be enough. Let your plan in my life be made manifest. Hallelujah. Amen. Praise the living God. Amen. When you read the word of God from Genesis to Revelation, God has spoken about greatness. God has spoken about people who seeked God. God has spoken about those who came from humble beginnings. They prayed to Him, and God elevated them. God made ways. God opened doors unto them. Doors that no man can shut. Unajua sometimes unazaliwa uliwekewa nyota yako inang'aa kama ya Yusufu. Yusufu aliota ya kwamba nyota yake inang'aa na hizi nyota zingine ndogo ndogo zinamuinamia, meaning he had a brighter star, and truly God had ordained Joseph for greatness. That's why he became the prime minister of Egypt. That was a star. Mwangaza wake uling'aa zaidi ya kuliko mandugu zake, and truly it came to manifest because wakati wali realize huyu ni Yusufu, amewatiza, ameficha kikombe kwa ngano na mahindi aliwapea, na akafuatiza askari akawaambia, rudisha wale those Hebrews, tell them to come back.
kikombe yangu ni kama imepotea. Wakakuja wakafungua mahindi, wakapiga search kwa magunia, wakapata kikombe. Wakati waliona kikombe wakaanza kutetemeka, wakasema mkuu, wanaita ndugu yao mkuu. Kiongozi, tusaidie, tusamee, hatujachukua, sijui imeingiaje tu ndani ya gunia. Akawatisi kidogo. Alafu baadaye wakati alisema kwamba I'm Joseph, what did they do? They bowed down, meaning they fulfilled the dream that Joseph had what? Had prayed when he was young, before mandugu zake wamuuze. Hallelujah. Amen. Praise the name of the living God. Amen. So tunaweza kuwa tulizaliwa, Mungu akaweka nyota kuu katika maisha yetu, but katika changamoto za maisha, kama vile Yusufu alipitia changamoto zake, akatupa kwa shimo, walitaka kumchinja, waende waambie baba, huyu ulimtuma kwetu, lakini hallelujah. Amen. Praise the name of the living God. Amen. What attribute do you see in the life of Joseph? He was a star. He dreamed about greatness. Na hata bado alikuwa anatumika. Wakati ndugu zake walikuwa kule wanaangalia kondoo na mifugo, baba yake alimtu, go look after your brothers. So there was that quality of serving. Hallelujah. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Watu ambao Bwana anawainua, milango zinafunguka za greatness. One conditions they have is that they are always obedient. Look at yourself. Are you obedient to God? Hallelujah. Amen. Ama kakiburi, pesa kidogo unafanya kitembea kila mara, huyo siku hizi hapatikani. Kwa mama unajiondoa, kwa wazee unaona mikutano wazee baada ya church, what is it? Kwenda church, pastor, I think I've overcome the class. Nilikuwa na ndugu mmoja ambaye alisimama kiti akashinda, na wakati alishinda alikuwa a very humble young man. Zamani kule kwetu, ndugu Titus anaweza mfahamu. Na kwa maana tulikuwa naye kanisani na akapata kiti, alafu akapotea. Sasa pastor akabaki anasemanga, anaambia mama ndiye anaendelea kukuja. Anaambia mama, go and tell the brother we prayed and God lifted him. Hallelujah. Amen. Asipotee. And to me I was like, so it means when you get some little money, then hata kanisani unapotea. Hallelujah. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You should continue serving. That brother alikuwa anakuja paka kesha, lakini sasa hapatikani, mkutano haendi. Sasa kwa maana ilikuwa ni siasa, tukaanza kudhani labda ama akikuja kanisani tutamuomba 50 na tumuombe 100 na 200, tumwambie kiongozi wacha change. No, serving should just continue. Very humble. I was told of one time of a sister ambaye alikuwa Nairobi in one of our churches. Alafu sister moja akakuja akaingia kanisani. Huyu dada alikuwa mgeni. Alafu dada amepark, kumbe huyu dada ni magistrate. Hallelujah. Ameka kwa parking lot a Mercedes C-Class mpya, inamuita mama, na anaingia hivi na anafunga leso na anachukua duster, anaanza kupiga makobwebs. Alafu huyu dada mwenye alikuwa pale na kala ka umaskini kake ka village akataka kumhubiria kidogo, anamwambia sister, vile tunafanyia hivi Mungu kazi, Mungu atakukumbuka, Mungu atatukumbuka. Mama mwingine hata akikosa kuja akamwambia sister, I thank God, Mungu atatukumbuka, na hata ashatukumbuka, but we are looking forward to greatness. Hallelujah. Amen. Because when God lifts you, you continue serving. As you wait on God, you continue serving. Hallelujah. Amen. So akatiana moyo hivi, alafu wakati dada anamaliza ananawa mikono pale nje, akaambia sister, God bless you. Unatoka wapi? Na akampiga kafea ka 1000. Shangaa tena, kumbe huyu ashaonekaniwa kitamu. Kidogo wakati anaenda hivi, anaona anafungua Mercedes Benz, anaingia ndani, milango zinafunga pop. Yaani nimekuwa nafagiana. Hallelujah. Amen. Sit here, kaa hapa nyumbani kudrop pale. Wanapita Nairobi hivi, huyo mama anasema, and I saw God. Nikajua kumbe watu wanaweza inuliwa, lakini they are very humble. They come and wash. Ako na maid nyumbani ashiki maji, lakini ikikuwa kazi ya Bwana, I will do it with my own hands. Praise the name of the living God. Amen. So Joseph was serving. David was serving. Hallelujah. Amen. May the spirit of serving come to us in Jesus' name. Amen. Mungu afinye atufinyange, atumbie mioyo safi. Aka kakiburi ambako kanaweza fanya milango ya kuinuliwa kakanyauke katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu ambao Mungu amewakazia, doors of greatness are not opening
Because ile kidogo tu vile Mungu anakusoma hivi anakuangalia na vile unapiga kifua. Unajua hesabu kama si mimi mnaniona vizuri. Nitakuona Mungu akikuinua unasema it's not by power, it's not by my own knowledge, it's not by what I'm doing, but it is only God. That is now giving God back the glory. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the living God. Amen. This is your year whether your enemies like it or not. Amen. May God open doors of greatness unto you in Jesus' name. Amen. May God open doors of greatness to you in Jesus' name. Amen. Challenges came along the way in the life of Joseph, but he overcame. He was dropped in the pit. From there, they said no. Tukatoe kwa shimo. Kuliko tukaweka kwa shimo kama zile za Southern Sudan. Southern Sudan ukienda, ukifanya makosa, there's my uncle ambaye alienda kule, akafanya makosa. Hakuniambia ni makosa gani, lakini cells za huko kuna shimo imechimbwa kama kisima. Inatoka juu mpaka samu ya pale chini. Alafu wanakuteremsha ndani na kamba na wanatoa na wanaweka juu rumiba. So mvua ikinyesha huko ndani kuna maji, huko ndani kuna nyoka, huko ndani there is everything. So Joseph alikatupa kwanza kwa shimo. Alafu huruma fulani, kijana mmoja ndugu yake akasema, "Batala katesekea hapa. Ndio wale wa Ishmaeli wanakuja. Wacha tukauze, tupate change. Katuondokee. Kuliko damu yake ikuwe kwetu." That was God's intervention. Hallelujah. Praise God. Kwa sababu Mungu alijua akikaa kwa shimo atakufa huko na baridi na njaa. Wakaona wacha wakauze. Wakauzia Ishmaeli wakaenda nako, wakaweka pesa. Wakamuuza kama slave. Kufika kule neema ya Bwana ilikuwa pamoja naye. Badala ya mtu chwara amchukue, mtu anamnunua anamweka kwake, ni Potifa, mkuu wa jeshi. Hallelujah. Hiyo ni neema. Hallelujah. Amen. Akakaa kwa Potifa, challenge ikakuja kidogo, akajikuta ako gerezani. Challenges. But from the prison, he went to the palace. Why? He was obedient. He believed in God. Hata akiwa kwa nyumba ya Potifa, Joseph believed in God. And he said, I won't do anything against my God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. May these remaining months God open doors unto us in Jesus' name. Amen. Every giant that stands in your way these remaining months, by faith and in the name of the Lord of hosts, they will become doors to your destiny in Jesus' name. Amen. Zile changamoto zibadilike na ziwe milango ambaye inakupeleka from one step to another step, from one level to another level in the name of Jesus. Amen. So every challenge you are experiencing as a child of God, I decree as I stand on this altar that let this challenge be a door that is elevating you to the greatest door of your destiny in Jesus' name. Amen. Let us be upstanding. I want us to pray. And we are going to tell God that transform every challenge, to transform every giant in my life. Let it work for me. Let it be a step. Hallelujah. Hallelujah. Say, every giant that stands in my way, every giant that stands in my way, by faith and in the name of the Lord of hosts, by faith and in the name of the hosts, by faith and in the name of the Lord of hosts, by faith and in the name of the hosts, they will become doors to my destiny in Jesus' name. they become doors in the destiny in Jesus' name. Go ahead and pray. Father, Pray in and tell Jesus' God name that I pray. just like David encountered Goliath, and Goliath became the door to his destiny. Father, this day, I pray that let every giant along my path, every giant in my family, every giant, every challenge in my life be a door unto me for greatness. In the mighty name of Jesus. Speak to God Almighty. Mwambie Bwana,
kila pingamizi, kila jitu lililosimama mbele yangu, kama vile Goliath alivyosimama mbele ya Daudi, ibadilike na ifanyike kuwa ndio mlango wangu kwenda juu katika jina la Yesu Kristo. Pray unto God, speak to him, tell him, Daddy, let every giant be transformed, let every giant be a step, be a door to my greatness, in the mighty name of Jesus. Zungumza na Bwana, mlilie, mwambie Bwana, badilisha kila jitu, badilisha kila changamoto, badilisha majitu yaliyosimama mbele yangu yawe na yafanyike milango ambayo inaenda kuniinua kutoka mahali nilipo kwenda pale juu katika jina la Yesu. Speak to him because he's God. Speak to him because he's God Almighty. Speak to him because he has brought this word to us. There is somebody in this house that today God is saying, every Goliath of your life is going to be a stepping stone. You kill the Goliath, you finish with the Goliath, you will have gone a step higher. Your doors of greatness shall be open unto you. Mwambie Bwana, fungua, tumia kila changamoto, tumia kila jitu, tumia kila pingamizi, wacha ifanyike kuwa ndio chanzo cha mimi kuinuliwa kwenda hatua nyingine katika maisha yangu. Somebody pray, speak to him and tell him, Daddy, let every challenge in my life be a stepping stone to my greatness. Ninapokabiliana na huyu Goliath, awe ndio mwanzo wa maisha ya uteua, awe ndio mwanzo kwa maisha ya kuona ufanisi. Ninapokabiliana na kumalizana na huyu Goliath, iwe ni ya kwamba Bwana ulikuwa unaniandaa niweze kuenda kiwango kingine katika maisha yangu katika jina la Yesu. Pray with the revelation and tell God, ninapomalizana na huyu Goliath, ninaanza kuona ng'ambo mpya, ng'ambo ambayo imejaa baraka zako. Ninapokabiliana nikiangusha huyu Goliath kwa maisha yangu, kila changamoto inaweza fanyika kuwa jitu. Kila changamoto katika maisha yetu inaweza fanyika jitu. Mwambie Bwana, ninapokabiliana na hii changamoto kwa uwezo wako, sio kwa nguvu zangu, bali kwa silaha, lakini Bwana kwa uwezo wako, ninapokabiliana na huyu Goliath wa maisha yangu, Bwana wacha hii iwe ni chanzo cha mimi kwenda katika ng'ambo ya pili, ng'ambo ya kuona baraka zako, ng'ambo ya kuona zile baraka ambazo ulinipangia tangu nilipokuwa katika tumbo ya mama yangu. Tunakuinua, tunakuabudu kwa Mungu anaweza. Asante Yehova kwa Mungu anaweza. Uinuliwe Bwana kwa Mungu anatenda katika. In Jesus' name we are prayed. We are going to make two more prayers, and we are going to pray with understanding. After hearing the word of God, the Bible says faith comes. So when faith has come, you need now to tell God, I've heard his word. After I deal with the Goliath of my life, let it just be a stepping stone. And you pray with understanding. Unaweka imani yako pale, unaweka mawazo yako, unaweka kufahamu kwako kote pale. Na unamwambia Bwana, now I lay this to you. This giant that is before me. Iko majitu katika maisha yetu. Zile changamoto, zile vitu ambazo ukizikumbuka zinafanya tumbo inakatika, ulcers inaamuka. Hizo vitu ndio giants ambazo nazungumzia. Wakati Goliath alikuwa akizungumza hivi, jeshi la Israeli lilikuwa linatoka mbio. Mfalme alikuwa anaenda kujificha. You can look at your life and whenever you think about some things, unasikia tumbo inakatika. Kidogo kidogo unaenda kwa daktari anakuambia ulcers, H pylori iko juu sana. Nini inakusumbua? Those are the giants. Dawa haiwezi maliza. Let us bring the giants unto God and tell God that this Goliath that I'm dealing with, wacha awe kama yule Goliath wa Daudi. Aliokata alimpiga akianguka, ikawa ni Mungu anamuelevate. Hallelujah. So I want us to pray with understanding and put your faith and your trust to God. I trust in that God, the God who answers. If he answered my prayer, he can answer your prayers tonight. There's no need to worry. There's no need ujisumbue na mambo. Give it all to him and pray and believe, and you are going to receive it in the name of Jesus. Hallelujah. So we are going to make two more prayers, and just pray from the heart. Pray from you and give it all to God. If God speaks to you, you kneel down. You can kneel. If God speaks to you, you lie. You lie.
because it is all about you and your God, you and your giants. We come from different families. I can't tell the giants you go through. Kuna watu wanahangaika, kuna watu wanaumia, kuna watu wako na challenges mingi. Zingine hawezi niambia kama mchungaji. But tell your God. God seeth in the secret. God understands you well. He knows you are going out and you are coming in. He knows your tomorrow. You speak to him and tell him, Daddy, you are the great physician. You understand my body. Hii mwili inaniuma Bwana. Sipati uzingizi. Ziko na challenges, ziko na complications. Zingine ambazo daktari hawezi ona. The challenge and the Goliath of your life, God is going to use it as a stepping stone. It's going to be a door for your greatness in Jesus' name. Hallelujah. Say, Father, every garment of suffering, every garment of failure, every garment of disease, every garment of disease, every garment of reproach, every garment of reproach, let it wither now. let it wither now. Inyauke leo, Inyauke leo, inyauke sasa, inyauke sasa, katika jina la Yesu. katika jina la Go ahead and pray. Baba, Pray and tell God that let every garment, kila vazi la kuonewa, vazi la kukataliwa, vazi la kuhangaika, vazi la kukosa pesa, kila vazi la mahangaiko katika haya maisha, mwambie Bwana linyauke leo. Kila vazi uliovalishwa na wachawi na waganga, kila maombi ambayo waganga walikuombea kinyume na mpango wa Bwana kwa maisha yako, mwambie Bwana inanyauka sasa. Zungumza na Bwana umwambie kila vazi kwa maisha yangu. Taja hayo mavazi ambayo adui amekuwekea. Kama ni magonjwa, mwambie Bwana kila vazi la magonjwa linyauke sasa. Kama ni kuonewa, kama ni kukataliwa, kama ni kukosa kazi, kama ni kukosa biashara, mwambie hili vazi la kukosa biashara linyauke sasa katika jina la Yesu. Go ahead and speak and cry unto God. Tell God, the Lord help me. Refuse shame, refuse rejection, refuse reproach, refuse failure, refuse diseases in the mighty name of Jesus. Somebody pray, 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 pray. Speak to God, speak to God. He is the rock of ages. He is our God. Just speak to him, speak to him, speak to him. Mwambie Bwana nakataa haya mavazi ambayo niko nayo si yangu. Haya mavazi na yanyauke. Haya mavazi na yakatalia mbali. Haya mavazi ya kuhangaika. Haya mavazi ya kukosa amani. Haya mavazi ya kuonewa. Ninaonewa kazini, ninaonewa kwa biashara, ninaonewa na jamii ya kwangu. Haya mavazi mchana wa leo na yakataa katika jina la Yesu Kristo. Go ahead and speak to him. Pray and tell God that every garment of rejection in my life, every garment of diseases, catch fire wherever you are in the mighty name of Jesus. Proclaim the goodness of God. Go ahead and speak and tell God, I am more than a conqueror. If you, God, be on my side, who shall be against me? You have spoken a blessing. You have spoken a blessing. I refuse curses in my life. I disown curses in my life. I disown witchcraft in my life. In the mighty name of Jesus, every garment of reproach, catch fire wherever you are in the mighty name of Jesus. Lord, we give you praise. We give you honor in the mighty name of Jesus. In Jesus' name we have prayed. Amen. Lastly, whatever plan God had planned in your life, we're going to pray that let that plan come to pass. Sometimes wakati Daudi alikuwa anachunga kondoo na yeye kumbe alikuwa ni mfalme, Mungu alihakikisha imekuja kutimia. Hata kama kulikuwa na kamadharau fulani kutoka kwa wazazi, hata kama kulikuwa na kejeli, hata kama David suffered rejection from his parents, God ensured that even if you are the shepherd, watu wanapigana vita na huko ndio inatakikana uinuliwe, milango zako zifunguke, watu wakutambue. Hata kama hujaenda training ya jeshi, God made that timing and it came to pass. When Joseph was in the pit, Joseph was in Potiphar's house, when Joseph was in prison,
Kama angekuwa ni mtu ameshikilia imani, angefika mahali na aseme hapana, hiyo ndoto niliota ni kama haikukuwa yangu. Inaweza kuwa ni ndoto niliota kwa sababu nilikuwa nimekula ugali na sukuma nikashiba. But today we are going to pray that let the will of God come to pass. No wonder where you are. You could be in the pit today. You could be in Potiphar's house. No freedom, no greatness. From Potiphar's house he went to the prison. You could be in your prison. Unasikia umefungwa. Bado katika hiyo jela tunamwambia Bwana, let the plan you had over me come to pass in my life. Mungu anaweza kuwa amekupanga wewe ni mtu mkuu sana. Na wakati mlango utafunguka ndio utaona, kumbe God had destined me for such greatness. But kwa maana leo uko unapita kwa pit, unapita kwa prison, watu wanakudharau. Unakaa na wafungwa wenzako, unaota mandoto huko, mnafanya nini, mnakula, lakini kumbe wewe you are not fit for the prison. You are fit for the palace. There are people here, you might be in your prison tonight. Na hiyo isifanye ujiweke chini. Tell God that because your plan that you have for me are good plans to give me an expected ending. You pray and tell him, Daddy, let your plan in my life be fulfilled. Hallelujah. Praise the Lord. Nebuchadnezzar was in the wilderness for 7 years. He was a king, but nobody reigned on his throne. Hata wakati alitoka msituni, makucha imekuwa mrefu na ndevu, amemea nywele, anakaa kama chimpanzee, nobody aliingia katika throne yake. God preserved that throne for Nebuchadnezzar. He came back after 7 years and he sat on the throne. So it is my prayer, and we are going to pray and tell God that whatever the challenges, whatever the wilderness I'm walking in, let your plan, let the throne you had put for me come to pass. Hadui leo anaweza kupiga, leo unaweza kuwa huna kazi, lakini you are destined for greatness. Leo unaweza kuwa una hustle, umesimamishwa kazi, lakini throne yako ni ya kwamba God had destined you for greatness. We are telling God that, Lord, let your greatness, let your plan upon my life come to pass. Let that throne that you have put for me, Lord, let me inherit that throne in the name of Jesus. Hallelujah. Say, Father, restore to me my throne. Restore to me my greatness in the name of Jesus. Go ahead and tell God, restore to me my throne. Hicho kiti cha heshima ambacho ulinipangia. Kama nilisoma si kusoma, haijalishi. Njia zako si kama za wanadamu. Usianze kucomplain. Mungu ana njia zake vile anafanya. Uko na shahada ama hauna, kama Mungu alikuandalia kwamba you will inherit that throne, utakaa nje, utapigwa na kutu, utapigwa na baridi, lakini at the end of it all, you will inherit your throne. Go ahead and tell God, let me inherit my throne. Yale yote ulio uniandalia, Bwana, wacha niyapate katika jina la Yesu. Speak to him, speak to him, speak to him. God is listening. God is listening. God is listening. God is listening. It is not time to complain. Just tell him, Daddy, let the throne you had ordained for me, regardless of how far I am, regardless of how I have missed the target, Father, let that throne be preserved for me. Let me come back and sit on that throne in the name of Jesus. Mwambie Bwana, nisaidie, nisaidie. Kila kitu ulichoniwekea, kile kiti ambacho uliniandalia kabla nizaliwe, ni kwa sababu wewe ulinijua ningalipo tumboni mwa mama yangu. Wacha hicho kiti, wacha hiyo neema, wacha hiyo nafasi ulionipangia, Bwana, ije kutumia kwa maisha yangu. Niandalie tena ukuu wako. Open and restore to me my greatness. Though witches and bad people, evil people have decided to reroute my ways, but Father, I pray that restore to me my greatness. Though I didn't accomplish, though I didn't finish my O-level certificate, Lord, I pray in the name of Jesus that restore to me my greatness. Though I didn't finish my primary, restore to me my greatness. Though I have not gone far, I have not studied much, but Father, I pray in the name of Jesus that these were the tactics of the enemy. But tonight in this fellowship, I pray in the name of
of Jesus, that restore to me the greatness that you had planned for me before even I was created in the womb of my father. We give you praise. We give you honor. In Jesus' name, we have prayed. Finally, we are going to tell God that, please, Lord, let this year be the year of open doors for me. Wengi wetu hatuja experience open doors, but wakati unang'ang'ana uko ndani ya gereza, unaonanga giza, unajaribu kwenda hivi, unakutana na limitation. Vile huyo umbo wako ama kuku wako unamwekanga kwa gauge. Hivyo ndio maisha wapendwa wengi iko siku hizi. You try to do it, unajikuta tu kweli nang'ang'ana sana. Unajaribu kwenda hivi, unaona iko kandunga huku. Ukirudi the other side, unajaribu kwenda hivi, unasikia unaenda step, unasikia umefika mwisho. But when doors open, you have limitless opportunities. Unaangalia hivi, you see opportunities, limitless. Unaweza fanya hivi, kinafanikiwa. Unaweza rudi hivi, ujaribu hii na unaona inafanikiwa. Ukienda kwa watu hivi, unakubalika. That is what open doors means. Watoto wako wanabarikiwa, wanapata kazi. Unasikia nimepata kazi, nimepata promotion. Mwingine anakuambia those are open doors for opportunities. Unafanya ukulima hivi, inafunguka. Unaenda kazini, Mungu anatumana watu. Destiny help us come your way. That's what we're talking about, open doors. When we experience open doors in our lives, I'm telling you, our lives shall never be the same again. And we need to cry to God and tell him, Daddy, open doors. Let this year be a year of open doors to me and my family. Hallelujah. Lift your voices to God. Say, Almighty God. Say, Almighty God. Almighty God. Please let this be the year of open doors for me. Please let this year be the year of open doors. Let this year be the year of open doors for me. This year be the year of open doors. Go ahead and cry to God. Tell him, Lord, let this year be the year of open doors. Mahali ambapo inafika Bwana, nikijaribu kufanya, ninajaribu tu, inakubali. Nikifikiria, napata vile ninafanya. Nikiwaza, ninapata opportunities. Nikiplan, ninapata pesa ya kuifanya. That is now the time we will be experiencing open doors. Tell God, let these remaining months, let this year of 2026 be the year of open doors unto me in the name of Jesus. Cry and tell him, Daddy, help me. No more struggle. Hakuna kuhangaika tena, hakuna kung'ang'ana tena, kung'ang'ana ifike mwisho. Let this year be the year of open doors. Let this remaining month, Father, as we are in the 7th month, now start to work something new in my life. Start to prepare me. Start to open ways, open doors for greatness, open doors of, open new doors, breakthroughs, open doors of elevation, promotion, in the mighty name of Jesus. Work your things in my life. Bwana nifinyange, unitende wema, nishughulikie, nisaidie, saidia jamii ya kwangu, saidia watoto wangu, saidia wazazi wangu, saidia ndugu zangu, saidia dada zangu. Let this year be the year of open doors. Speak to him, speak to him, speak to him. Uinuliwe Baba kwa kwako na Mungu mwingine aliye kama wewe. Nakutazamia kwako tukijua kwa Mungu wewe ni Mungu wa baraka tele. Unaenda kutubariki Baba katika jina la Yesu. Milango zote zilizofungika Mungu shati. Continue to speak to him. He is listening. Mwambie Bwana, let this year be the year of open doors. Tell him, Daddy, let me also test breakthrough. Tell him, Daddy, let me test the breakthrough in my life. Mwambie kuhangaika na kukataliwa ifike kikomo. Mwambie Bwana, mimi nakutegemea wewe, sina tegemeo lingine. Nifanyie njia, nisaidie, fungua milango ambayo adui hawezi funga, milango ambayo adui hawezi zuia. In Jesus' name we have prayed. Everlasting Father, we give you glory. We give you praise and we give you honor. Thank you for this day. Thank you because you are gracious. Thank you because you love us. This hour, we lift you higher. You have been a good and gracious God. How I pray in the name of Jesus this day that you are making a way for us. How I pray, Lord, in the name of Jesus,
that you are opening doors for my brother. How I pray in the name of Jesus that you are opening a way for my sister. How I pray in the name of Jesus that you are opening a way for this youth. Give us a reason. Fill our hearts with your joy again. As you open doors, limitation shall not be our portion. As you open doors to greatness, failure shall not be our portion. Lord, as you are opening doors of greatness in the lives of your people, rejection is not going to be our portion. Whatever we think of doing, you will prosper even our thoughts. You will prosper the works of our hands. You will prosper us in every area of our lives. Holy Spirit of God, take control of our lives. Take control of our lives. Use every other opportunity. Use every other giant that lies ahead of us to be an opportunity for breakthrough. Just as you used Goliath to be a point of divine turnaround in the life of David, let every challenge that has stood along the path of our greatness be transformed and be a stepping stone for our greatness in life. Use every other challenge, use every other great giants in our lives to be a stepping stone. Let us see, have the spiritual eyes to realize that every great giant, Lord, is being transformed to be a great opportunity to us, to our level of greatness in the name of Jesus. Transform every Goliath in our lives to be a stepping stone to greatness. Transform every challenge to be a stepping stone to greatness. As you used Goliath to be a stepping stone for David's greatness, your children are passing through many challenges. As I stand on this altar, I pray in the mighty name of Jesus that Almighty God, the excellent God, the glorious God, transform every challenge in the lives of your people to be a stepping stone to their greatness. Give us testimonies. Redeem our lives. Suppress the energy of our adversaries. Let them be put to shame. Those who are looking after our souls to destroy us. Support us in every area. Support us as a church. Support us in our families. Support us in our businesses. Support us in our marriages. Give us the joy of your salvation. Be glorified. Be exalted. We bless you because this year, Lord, being the 7th month, the month of perfection, Father, you are opening doors to greatness. Let your people enjoy greatness. Let us enjoy greatness. Let us experience open doors to greatness. People will come unto us and inquire of what they should do and inquire of how they will make it. Because, Lord, you are elevating us. I commit the life of this youth to you. I pray for open doors. I pray for open doors in the life of this mama. Every fruits of their wombs, I pray for open doors in their lives in the name of Jesus. Where their children are, I pray for open doors. Your favor shall locate them in the mighty name of Jesus. As you are opening our doors of greatness, I know that you remain to be God. Your ways are not the ways of man. Regardless of the situation we are in, we believe and trust that this year is a year of our greatness. Let it come to pass, and we shall continue to glorify, and we shall continue to exalt you. Receive all that most praise. Receive with the honor. I cover our families with the blood of Jesus. No evil shall penetrate us. But Lord, we pray that as Jerusalem is surrounded, by the hills, so you, God, you surround your people. I pray that may you surround us with the chariots of fire. Surround us with fire. Surround us with the heavenly host. Surround us with chariots of fire as you surrounded your people. And let not the enemy celebrate over us in the name of Jesus. Continue to lift us from one step of life
to a higher step. Lord, remove pride in our hearts. Let us serve you. Let us obey your word. Let us continue to wait on you, because you are a God who works with a timetable. Let our timetables, let our time of open doors come now in the name of Jesus. In the life of this mama, let our time of open doors come. In the life of this youth, let his or her time of open doors come. In the lives of the elders, let your time come. In the lives of your children, in the lives of each and every child of yours, wherever they are, let your time of greatness come. We serve you. You are the Most High God, the I am that I am, the Rock of Ages, the Ancient of Days, the Lord God Almighty, Jehovah Sikenu, Jehovah Shalom, Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, the Lord God our provider. May you, Lord, surprise your people out of the plenty and out of the abundance that you, Lord, have. Drop blessings upon each people. Remove suffering in our lives. Remove garments of shame. Remove garments of rejection. In our businesses, remove rejection. In our lives, we shall be acceptable. When we go for that interview, we shall be acceptable. When we go in our businesses shall be acceptable, because rejection is no more in our lives. Let our time of breakthrough come. Let our time of elevation come. We love you, Lord. We give you praise. We give you honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.